nilikuwa nimezaa mtoto wa kwanza bado na CS, lakini zile signs za mtoto wa kwanza sikuziona kwa huyu wa pili. Maana immediately nilitolewa recovery room nikapelekwa kwa ward, nilipatwa na excess sweating. Kusweat yani ambayo si ya kawaida. So vile walienda nyumbani, unajua sasa manasi ni wameona yani condition yangu imeendelea kudeteriorate. Hata nikiketishwa chini nipewe mtoto ninyonyeshe na anguka. Kumaanisha yani damu ilikuwa imepungua kabisa kwa mwili. Walikuwa wanakuja kuniona pale Kenyatta. Na ukumbuke saa hiyo nimefura kabisa yani ile sunalewa kitanda cha hospitali vile ni kidogo. Nilikuwa nikilala hapo watu wanadhani kama ni watu watatu wamelala hapo. Reason being, unajua saa hiyo hata watu wetu hawajui naugua nini. So hata nikiletewa kachai na jaribu kukunywa. Nikiletewa tuseme kama juisi na kunywa tu kidogo. Nakumbuka hakuna mahali inatokea. So inafanya mwili ikue pafi, kufura. Macho ilikuwa imefura hadi uso tu kabisa. Na tumbo ikafura ikafika huku. Ungedhani ndio niko na mimba na already nimejifungua. Nikaekwa catheter. Karo kuwekwa catheter. Sema nikupelekwa yani ni kama unachinjwa halfway. Juu ndio niliekangwa hii pipe. Hii yenye niko nayo hapa. Hii yenye niko nayo hapa. Unatobolewa hapa. Inaingizwa okay. Inaingizwa hapa hivi ndio alafu inaconnectiwa na heart. Hata ukashika hapa vile heart inagonga ndio hiyo kitu inagonga. Nimesikia. Zingekuwa za kuamka ningekuwa nishaanza kukojoa. Bear in mind kutoka 2019 bado sijaweza kukojoa till today mpaka wa leo. So hata nikunywe maji, nikunywe kajuice, nisikie tamaa ya kachai, bado inaenda kutolewa na ile catheter. Siwezi pata haja dogo kama kawaida. How much money is needed for the transplant? Transplant inahitaji 2.4. Hiyo ni udeposit. Tulikuwa hata tushapewa hata bank account to bank hiyo pesa, na tukisha bank sasa ni wao wataprogram ni lini watatuita. Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa kĩrathi gĩa Karo KINYUGO MWAURA, ngagucokeria ngatho nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, na ningĩ nĩ ũndũ wa gũcagũra kĩrathi gĩa Karo KINYUGO MWAURA. God bless you so much nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũsubscribe. Ngakũria we ũtekĩte guo ũthiĩ na mbere gũsubscribe, tondũ ĩyo nĩyo support ĩrĩa nene mũno ũngĩkorwo ũkĩnengera kĩrathi gĩkĩ nĩgetha tũthiĩ ona mbere gũkũra tũrĩ o hamwe. Rĩtwa rĩakwa nĩ Karo KINYUGO MWAURA, na thĩinĩ wa tabarĩra ya ũmũthĩ ya This Is Me njerete mũciĩ kwa mũtumia ũgwĩtwo Winnie Waeni. Winnie tucerete gwake tondu ni umwe wa atumia aria makoretwo manatũngana na moritũ ihinda-inĩ rĩake rĩa kũgĩa mwana. Na Winnie muthenya ũrĩa akenire atĩ nĩ amũkĩra kĩheo kĩa mwana moko-inĩ make, noguo muthenya ũrĩa agĩire na kĩgirĩko mũtũrĩre-inĩ wake tondu nĩrĩo ambirie gũthumbũrwo nĩ mwĩrĩ na akĩgĩa na thĩna wa higo. Ũũ nĩ thĩna akoretwo akĩrigitwo for 5 years now, kũrĩa gũkinyĩte handũ ndagĩtarĩ makamwĩra rĩu no ũcenjirio higo. Nĩonete mũndũ ũngĩmũhe higo na magekwo test na ũndũ ũcio ũgathiĩ through. Now the problem is here. Winnie nĩ arabatara ũteithio wa gũkorwo akĩona mbia cia gũteithĩrĩria harĩ gũkwo transplant. Ihinda-inĩ rĩrĩa akoretwo agĩkwo dialysis na nĩ agũtũhe rũgano rũu o kahora twĩ haha nĩgetha tũnyite mamwe ma mathĩna marĩa akoretwo akĩgerera na nĩ atĩa akwenda tũmũnyitĩrĩre. Na rĩu nĩ tũkũnyitanĩra na Winnie nĩgetha atũtarĩrie mamwe ma mathĩna marĩa akoretwo akĩgerera na nĩ atĩa angĩenda tũmũnyitĩrĩre nĩgetha mũtũrĩre wake ũhote gũcokereria o ta ũrĩa akoragwo hau kabere mĩaka 5 mbere ya mũtũrĩre wake ũgarũrũkĩte akĩheo mwana. Tũmũnyite ũgeni. Hi Winnie. Hi you too. Habari yako? Salama sana. Hata mimi niko salama kabisa, nimefurahi kufika hapa. Amen. Ndio tuweze kuongea na wewe. Amen. Na tuombe Mungu ya kwamba utapata usaidizi. Kwa sababu tumeongea na wewe kwa muda. Na I'm happy that finally tumeweza kupatana so that we can do this interview. So unaweza anza na kusalimia mwenye anatutazama ndio tuingie kwa show. Habari zenyu watazamaji, kwa majina yangu ninaitwa Winnie Waeni. Nimezaliwa sehemu za Ukambani, Machakos County.
Nimelelewa hapo, nikasomea hapo mpaka wakati ilifika nikamaliza shule na nikakuja huko Nairobi. So huko ndio kwetu na ninashukuru sana. Karo, umebarikiwa sana kukuja kunitembelea. Mungu akubariki sana. Amen. Thank you so much. Umetuambia umezaliwa Ukambani, si ndio? Salamu zenu ni Watindata. Watindata. Watindata ni umeshindaje, yani kutoka masaa ya saa 5 mchana yani. Na mimi nasema wamukata na wewe unajibu Nesa. 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 Okay. Mimi nimetinda Nesa. Umetinda Nesa mno. So Winnie, tukujue kidogo. We umeolewa na we ni mama watoto wangapi? Okay, asante sana Karo. Mimi ni mama wa vijana wawili, miaka 8 na miaka 5. Na nimeolewa na mume mmoja na zaidi ya yote nimeokoka. Siwezi weka kando ati niseme siwezi shuhudia Mungu, maana nimeona akinitendea makubwa. Hata kufikia hapa tumefika imegharimu mkono wa Jehova. Wow, that's nice, acknowledging God in everything. So Winnie, sitaki tupoteze muda kwa sababu we know what you want. Pangu najua, lakini yeye mwenye anatazama hajui. Twende direct kwa chenye imetuleta Winnie. Pengine hii ugonjwa ya figo ilikupata mwaka gani, na pengine hiyo time ulikuwa unafanya kazi gani kabla hujapata hiyo ugonjwa? Okay. Mimi niliweza kupata ujauzito 2018. Hapo mwezi wa 3. Na December 27th ndio ilikuwa siku yangu ya kujifungua. Na nikaweza kwenda hospitali vizuri kama mama yule yeyote. Unajipanga kwenda kupokea baraka ya mtoto. Nakumbuka hiyo siku tuliamuka mapema kabisa, nikaoga, nikapanga manguo zangu, diaper, blanketi, besheni na tukaelekea hospitali. Na vile tulifika hospitali kukasemekana sitaweza kujifungua kikawaida. Ikawa sasa lazima nipitie upasuaji. Na nikaenda CS na nikatolewa mtoto hiyo siku. Ilikuanga on Wednesday. Vile mtoto alitolewa, mimi nikapelekwa recovery room na mtoto akapelekwa nursery. Lakini masaa ilipofika yangu ya kupelekwa kwa ward, nilipelekwa kwa ward. Watu wetu wakakuja kuniona, my husband na sister yangu, na wakafurahia mtoto. Lakini ile ilikuwa inashangaza okay, nilikuwa nimezaa mtoto wa kwanza bado na CS, lakini zile signs za mtoto wa kwanza sikuziona kwa huyu wa pili. Maana immediately nilitolewa recovery room nikapelekwa kwa ward, nilipatwa na excess sweating. Kusweat yani ambayo si ya kawaida. Okay, my husband alikuwa ananiambia aje, wewe hebu tulia, hii ni kitu ya kwanza. Tukiuliza manaso anatuambia enyewe mtu usikia hizo discomfort. So hatulie mpaka zile 6 hours ziishe ndio tuweze kumpea kitu moto. So niliishi kuhaitisha maji moto juu nilikuwa nasikia kiu sana, koo inakauka. Na ilipofika masaa ya saa 10 hivi ndio yani kukawa vile tu nilitoka tu theater nikakuja kwa ward. So unaona ile catheter ya mkojo ilikuwa imetoka like half liter. So kutoka hiyo masaa 5 hivi nilikuja kwa ward, bado ikawa hiyo catheter ijaingia mkojo yoyote. Kufikia jioni ndio sasa nilianza ile kubleed, clamps zinatoka, ushaiona mahini hiyo sasa damu inatoka ile yani ya kabisa excess. Unaelewa? So nayo ikawa my husband na sister yangu wameambiwa sawaende nyumbani wawache mama na mtoto. So vile walienda nyumbani, unajua sasa manasi wameona yani condition yangu imeendelea kudeteriorate. Hata nikiketishwa chini nipewe mtoto ninyonyeshe na anguka. Kumaanisha yani damu ilikuwa imepungua kabisa kwa mwili. So the owner of the hospital vile alipigiwa simu masaa ya saa 1 hivi hakukuwa ameenda home. Akaambiwa yule mama alijifungua mchana, hajaweza kunyonyesha mtoto the whole day, na yule mtoto hata hajaweza kufungua mdomo, na hali hako tu hapo, na mama anavunja damu kabisa. Juu kutoka hiyo wakati nilitolewa theater kufikia hiyo ni kama walibandilisha sheets zangu zaidi ya mara 5.
na si ile damu kidogo, ni ile yani unaona kama vile msichana usemekana ako na heavy flows hiyo sasa. So ndio mwenye hospitali akasema vile tutafanya, wacha tuchukue sample tuweze kujua kiwango cha damu imefika wapi. Ndio walipata nimebaki na 3.3. So level ya damu ya kwa mwili. Juu hata saa hiyo hakuna mtu wetu ako karibu, naelewa. Na wameona sasa nimezidiwa ile ya kabisa. Ndio nasi mmoja alichukua mtoto kamrudisha nasari. Ujue sasa hivi hapo sina mtoto. Ndio wakatafuta damu B positive, wakaniongezea pint 2 za damu. Vile walikuwa wananiongezea ndio nilikuwa natetemeka. Hiyo damu iliingia na kisirani kabisa. Finally ikaingia. Ile ya kushangaza ni ilikuwa bado inaingia ikitoka. Bado unaendelea kubleed. Bado naendelea kubleed. Kitu ambacho sikukiona kwa CS ya kwanza. Juu CS ya kwanza tu vile kidonda ilifungwa ni hivyo, sikubleed tena. Lakini hiyo nilikuwa yani na bleed mpaka unasikia hata uwezi fungua macho. Nikavumilia mpaka kesho yake. Bado nasa angekuja overnight angalia kama catheter imeingia mkojo. Ikawa haingii chochote. Asubuhi yake my husband walikuwa hapo 6. Wakakuja wakapata mtoto sina, alipelekwa nasari. Ndio sasa akauliza, hiyo ilikuwa date 28. Ndio akauliza what might be the issue. Kukasemekana tungoje main doctor akuje ndio aweze kudiagnose what might be the issue. Juu hiyo complication wamama upata na bleeding wakijifungua, but hii imekuwa too much. Sasa ndio mtoto hata hatukuletewa mtoto. Bado ako nasari. Ndio sasa vile daktari alikuja akasema wacha nirudishwe wapi? Kwa room nyingine na huko juu karibu na theater waangalie kama catheter ndio imewekwa vibaya ama kwa nini sitoi mkojo. Bado wakajaribu kuitoa wakairudisha, na ni uchungu kutolewa hiyo catheter kurudishwa tena ijaribiwe mkojo kama ni uchungu sana. Wakapata bado mkojo haitoki. Na sasa hiyo nimeanza kufura tu ile ya kabisa. Mwili. Ndio daktari akasema aje wacha tujaribu tena tujaribu tena tupime tuone kwanza damu imefika wapi. Wakapata bado iko ile 3.3, kumaanisha ile pints 2 waliniweka bado zina flow zinatoka. Hiyo siku bado nikalala. Mtoto ako nasari bado watu wetu wakaambiwa waende nyumbani. Sasa on 29th ndio my husband alikuja akawaambia hapana, mimi naona mgonjwa wangu aendelee vizuri. Vile mtafanya hebu tupeeni referral. Tulianza kuitisha referral kutoka asubuhi. Referral tulipewa saa 1 ya jioni. Ndio tuliandikiwa referral ya kwenda Kenyatta. Vile tulifika Kenyatta at around 7. Bado afya yangu ilikuwa tu mbaya karo. Juu hiyo time ujue kidonda inauma bado, I'm bleeding. Kuna mtoto hapa mdogo mtoto wako hapa. Bear in mind mtoto tangu azaliwe hajanyonya. So vile tulifika Kenyatta ilikuwa over the December. Nakumbuka nikiwa tu kwa line kwa ile stretcher ya Kenyatta, ndio nasi mmoja tu, acha tuseme alikuwa malaika, alikuwa ametumwa na Mungu. Ndio tu nilisikia amepiga nduru. Akasema hebu neni mama anakufa kwa line na mtoto. Hapo ndipo akaninyang'anya mtoto. Akauliza niko na nani? Sistangu alikuwa hapo kando. Akasema ni mimi niko na yeye. Akaambiwa nifuate. Vile alinifuata, vile sistangu alifuata yule nurse. Ndio walienda room number 16 ya watoto. Vile walifika huko kwa watoto ndio sistangu aliuliza huyu mtoto tangu azaliwa amenyonya? Akamwambia hajaweza kunyonya juu immediately tu mamake alivyomzaa ajanyonya na mamake amegonjeka kwa hali mbaya. Akamuuliza huyo mwenye alikuwa ameshika mtoto ndio mama yake? Akamwambia Akamuuliza na kwa nini hamkufuatilia mkajua mtoto vile alizaliwa kama alipewa nani? Juu kama mtoto kama mtoto hajanyonya anafaa kupewa nani? Akasema yeye hakujua, hawakuwa wanaruhusiwa kushughulikia mambo ya mtoto. Sasa ndio na yule nasa akaingiza mtoto pipes kwa tumbo, angalia ile content kwa tumbo ya mtoto. Alipata tu kwa siku 3 mtoto ameweza tu kumeza mate peke yake. Ndio sasa mtoto alikorogewa na haraka na wale manasi. Alafu akaambia sistangu unfortunately
mtoto amedevelop jaundice for those 3 days because hajaweza kunyonya. So vile tutafanya, tutaweka huyu mtoto kwa inaitwa aje, ile ina control site kwa ile site, alafu tumweke kwa ward, tumwangalie for some days. Sister yangu hakukataa. Nayo ile pande ingine, mzee wangu na yeye ananishughulikia. Kenyatta hakunanga mbio. Kienda na mbio zako itabidi tu umerudi. So my husband akaambiwa tutolewe sample ya damu. Mara tuende kwa lab tukatestiwe. So saa moja kesho yake ndio niliekwa kwa ward. Vile niliekwa kwa ward, nikakaa sasa. Sahi bado unajaribu kunyonyesha mtoto? Mtoto already ameshachukuliwa na amewekwa 3B, ward 3B. Mimi sasa nikawa sina access ya mtoto completely. Tukakaa hiyo wiki. Tulikuwa tumeenda huko Friday. Ujue bado mwaka tumevuka tukiwa hapo. Mwaka tumevuka tukiwa Kenyatta. My husband ndo akaambiwa aje, mtoto amerecover, sasa itabidi umejipanga vile utaenda nyumbani na mtoto. Karawacha nikwambie, hakuna mwanaume utaka kulea mtoto mamake akiwa ameenda hospitali kujifungua vizuri na yule mtoto hayuko karibu na mamake, azina hana ile uhusiano. Ilikuwa jambo ngumu sana kwa mwanaume kuidigest. Lakini juu naambiangwa unapatanga energy yenye ujui inatoka wapi. Akapata energy. Na akakubaliana na daktari mtoto wa 7 days. Alikuwa sasa amefikisha 7 days. That's 1 week. So akaambiwa vile utakuwa unafanya, wewe nenda nyumbani na mtoto, uko unamwrap vizuri, asiingie baridi. Alafu unamkorogea, akaonyeshwa ile content ya maziwa anafaa kumpea, na akaambiwa asimchanganyishie na maziwa ingine. Na akauliza kama anaweza kuwa azina kaplead mimi nikae na mtoto. Akaambiwa sasa kama yule mama hawezi hata akaongea vizuri, akili yake haipo, utamwachia aje mtoto? Na tena huku Kenyatta ukiacha mtoto atakuwa much exposed na infections. So vile alionyeshwa hiyo sense, akaona yenyewe acha nibebe mtoto. Nishikilie chenye niko nacho juu hajui what will come after that. Meanwhile wewe juwe ni mama unajua ushakuwa na mtoto tena, hata yule first time mother, hiyo kuseparate na mtoto ni ngumu. How are you feeling inside? Mi nilikuwa nasikia vibaya sana juu hata watu wenye nilikuwa nafanya kazi walikuwa wanakuja kuniona pale Kenyatta. Na ukumbuke sasa hiyo nimefura kabisa, yani ile sunalewa kitanda cha hospitali vile ni kidogo. Nilikuwa nikilala hapo watu wanadhani kama ni watu 3 wamelala hapo. Reason being, unajua sasa hiyo hata watu wetu hawajui naugua nini. So hata nikiletewa kachai najaribu kukunywa. Nikiletewa tuseme kama juisi na kunywa tu kidogo. Nakumbuka hakuna mahali inatokea. So inafanya mwili ikue pafi, kufura. Macho ilikuwa imefura hadi uso tu kabisa, na tumbo ikafura ikafika huku, ungedhani ndio niko na mimba na already nimejifungua. Kama mama ilinisumbua sana. Ningeuliza Mungu, kama ulijua nitakuja kupitia hii, ungefanya hata kitu tu huyu mtoto hata atoke tu kitambo nisikue kupitia hii uchungu juu. It was hell, Karo. Ushaipitia hell kama mama. Ungeona hata wamama wengine wanakuja, yani wanafurahia watoto wao, yani unaona wanawachange napi na diaper, na wewe wako unaambiwa ni picha tu utapigiwa uambiwe Winnie hebu chungulia mtoto saizi kameanza kufungua macho juu hata sura ya huyo mtoto ilikuwa imebadilika, inakaa kama ya mzee hivi kwa sababu ya hakukuwa amenyonya. Ukumbuke sasa bado my husband ameenda nyumbani na mtoto, so ni information atanileteanga, anipigie picha. Juu hata hizi ingia naye ward. Hizi ingia naye ward. Kukaendelea hivi. After 1 month bado nikiwa na transfusiwa. Nimekuwa na transfusiwa kila siku pint 2. After 2 weeks sasa damu ikaziba, ikawa haitoki na uko chini, na hakuna mahali inatokea, lakini haiongezeki kwa mwili.
Nikiongeza painti 2 leo, majioni wanakuja wanapima. Wanapata kama niko na 4. Sijaipitisha HB ya 4.5. Hiyo time yote nikiwa Kenyatta. Until siku moja my husband akakuja akaambiwa vile tunaomba usaini tu Winnie aende ICU juu sasa hivi ile hata anaendelea anapoteza memory. Na uzuri sikuwahi shindwa kupumua. Despite all that situation, nilikuwa napumua kivyangu. So hiyo tu ndio kitu excuse nilikuwa napea daktari kila kuchao. Akikuja kuangalia faili yangu, anapima heartbeat, heart rate, anapata iko sawa. So akisema mambo ya ICU nilikuwa namprovia wrong, na mwambia mimi najua ICU inaandanga watu hawapumui vizuri. I'm breathing on my own. So after like 1 month ndio kuna profesa fulani alipitia hapo, but for now ni late juu ni kama alienda na wakati wa corona. Namkumbuka vizuri na hata alikuanga kwa news. Ndio alipita hapo siku moja akauliza madaktari, huyo msichana mdogo mmekuwa mnamtreat nini for that long? Wakasema ako anemic, ana damu enough. So kutoka hapo si ndio akasema this is not the real disease yenye inasumbua huyu mama. Juu hata mkimwangalia ni pafi. Since akuje, has she been able to produce urine? Wakasema since akuje hajatoa mkojo. So hapo ndipo walituma consult renal unit. Madaktari wa renal unit wakakuja wakani access. Ndio wakasema aje enyewe hii ni kidney failure na imeenda. Juu tungeletea huyu mgonjwa after 1 week tungeweza ku reverse the condition. Unajua sasa hivi mimi Carol najua I don't know what is kidney failure. To me ni new vocabulary. Nasikia hawa watu wanasema kwa umbali. Na kumbuka bado hakuna siku hata moja my husband alikosa kukuja hospitali kuniona. Alikuwa anakuja kila siku. Alikuwa anaacha mtoto wake. Mara nyingine angebeba mtoto wake na ngoi, baby carrier, amweke hapa hii side bag ya maziwa na nini na thermos za maji na diaper. Akifika tu Kenyatta akikosa mtu wa kumshikia mtoto, angekuja tu kwa ward 1B. Niitu hapo nje, nikuje nione mtoto. Na tuongee alafu arudi home. Ungeruhusiwa uteremke uone mtoto hapo nje. Hapo nje ya ward kuna form tulikuwa tumeweka hapo. Ninaonea mtoto hapo. Lakini hata unamwona kitambo distance ya kutoka hapo kwa ward na hapo nje nikaa unachukua 1 hour. Juu singetembea, I was totally sick. Umesema angeachia mtoto? Angepata mtu ametoroka na mtoto. Ni ile ku risk. Alikuwa tu ana risk. Tuseme tu wale watu wazuri yani. Hakuna mtu amewahi mkimbizia mtoto Kenyatta. Okay. Yeah. So sasa ujue nimeingia sasa kwa life ya watu wa renal wamekuja wameni access na wamesema ni kidney failure. So nikatolewa sasa kwa ward ya wagonjwa wa kawaida, nikapelekwa kwa watu wa kidney huko renal. Karo, acha nikwambie na naombanga, hata naambianga Mungu, wacha tu mama azae vizuri, aende tu vizuri nyumbani na mtoto wake. Lakini mimi hiyo ilikuwa worst encounter in my life. Umejifungua, umefurahia mtoto, lakini huyo mtoto utakaimuona. Ni story tu utaambiangwa ulijifungua. Kwanza nikiona hiyo scar Karo, machozi ilikuwa inanitiririka tu kila uchao. Wacha sasa nipelekwe renal niambiwe sasa Winnie umegojeka kidney failure na tunataka kutoa hii maji imekufanya umefura. Juu ungeweka hivi kidole kwa mkono yangu yende juu ya maji. So Winnie tunataka kutoa hii maji urudi kawaida. So I'm like ningeinsistia daktari nitarudi kawaida, nitaanza kukojoa. Juu mimi Karo mkojo ndio ilikuanga ile key point na shangaa kwa nini niliacha kukojoa, unaona. So nikaekwa catheter. Karo kuwekwa catheter, sema nikupelekwa yani ni kama unachinjwa halfway. Juu ndio niliekangwa hii pipe. Hii yenye niko nayo hapa. Hii yenye niko nayo hapa. Unatobolewa hapa. Inaingizwa okay. Inaingizwa hapa hivi ndio alafu inaconnectiwa na heart. Hata ukashika hapa vile heart inagonga ndio hiyo kitu inagonga. Nimesikia. Vile heart inagonga ndio hiyo kitu inagonga.
Nikaambiwa hiyo catheter ni ya kuosha damu, kuseparate damu na uchafu because your kidneys are not functioning. Hii ndio itakuwa inatumika kama filter ya kutoa uchafu kwa mwili. Nikauliza daktari, ni sawa, itakuwa ina filter. Na kwa nini nikiwekwa damu inaisha? Nikaambiwa ukirudi kwa ward utauliza daktari ya ward. Huku ni kwa figo. So ukirudi kwa ward utauliza daktari. Ujue hiyo time sasa nimeingia kwa field sasa ya wagonjwa wa kidney. Nikaanzanga kudialyze Monday Thursday. Nikitolewa narudishwa ward, narudishwa renal unit every Monday Thursday na dialyze until ile maji ikaenda ikipungua sasa tumbo ikarudi sawa. But nikawa bado siko joy. Nikaendelea hivi, nikaoshwa figo, then after like 1 week ndio sasa madaktari wa ward walirealize bado tukiweka Winnie damu inapungua. Kuna daktari mmoja bado Kenyatta alisema aje, wacha tumpime tuangalie kama kunaweza kuwa na shida kwa spleen, maybe spleen yake haiproduce damu. Wakaangalia spleen wakapata iko sawa. Yule profesa ndio akasema aje, wacha tuchukue sample kwa bone marrow tuweze kupima, maybe bone marrow yake ndio maybe I produce damu still. Karo, acha nikwambie tena, ni kurudishwa wapi? Theater tena. Unadriliwa hapa. Ushaiona screw? Unachukua screw na ushaiona scooper. Sasa yani akanidrill hapa. My husband aliambiwa asign juu lazima usign consent. In case of a drill huyu mgonjwa na akose kuamuka, uko umesign, they were saving your patient's life. My husband alikataa kabisa. Akasema yeye hata sign. Akaambiwa basi kama uta sign, kuja ukae hapa karibu uone procedure ikikariwa out. Usikuja ukasema mgonjwa wako aliuliwa. Huyo professor akadrill hapa, akadrill hapa, alafu ikaingia sasa ile ya kuscoop hiyo bone marrow. Karo, hakuna kitu uchungu kama hiyo. Hakuna kitu uchungu kama hiyo. Hata erisa hiyo uchungu ya kuchinjwa ukitolewa mtoto. Ulifeel uchungu after the procedure? Hata ikiendelea juu ile nini, juu ya zile madawa nimekuwa nikidungwa all that. Kumbuka nilidungwa nikia kwa catheter hii. Bado tena nilidungwa dawa nikifanya CS, na bado nimedungwa nikitolewa hiyo bone marrow. Ujue sasa hivi mwili isha absorb kila uchungu yote. So ni kama hiyo bone marrow nilitolewa nikisikia very painful indeed. Hata sijawahi kusikia kitu uchungu hiyo kama maisha yangu. Sasa ndio wakatoa hiyo scoop, wakascoop from bone marrow hapa hivi kwa kifua. So tukaambiwa results zitarudi after 1 week. Kenyatta wa testing hiyo kitu ya bone marrow. Wakapeleka Nairobi hospital, tukangoja for 1 week. Results zikarudi. Ndio results zilirudi zikasema niko na malaria yenye haijawahi patikana Kenyatta for the last 14 years. Na hiyo malaria nilipata out of zile damu nilikuwa nikitransfusiwa. So nikaanza na sasa na kutritiwa malaria alongside kidney failure. So nikipelekwa dialysis napelekwa na pint 2 za damu. Nikirudi kwa ward nakewa ile drip ya quinine. Kaendelea hivi. Nikidhania nitatoka Kenyatta haraka, nikatoka after 6 months. Mtoto atanyonya Karo. Hivyo ndivyo mtoto wangu hakunyonya. After umerudi nyumbani? Mtoto hata akanikataa. Akawa hata anitakangi. Hata juu mimi nilikuwa na long kwenda church. Hata nikienda church babake angeenda tu na mtoto wake. Juu ajui mama, nikimchukua na wika ni kama hata atujuani. Unaelewa? Karo, nimekuja kujuana na mtoto wangu akielekea 3 years. Ndio ameanza kuambiwa polepole, huyu ndio mama. Polepole nini. Lakini hakuna mtu hajawahi mwambia. Akielekea 3 years. Ndio hapo tulianza kubond kidogo, hata nikitoka mahali tu namletea kakitu hivi, tukaanzanga kubond. Ndio sasa alijua. Na hata akaanzanga kuniita mama. Sasa kukaendelea hivyo bado na dialyze. 2021 nikapatwa na stroke.
vile nilipata na hiyo stroke ilinipiga out of depression, stress, ile kujideny. Nilikuanga hata stakangi hata mtu, hata mabeshte zangu anipigie simu, Winnie ulipona? Nasikia hiyo kitu inaniuma juu wangeniona. Alafu nikaanzanga ku lose weight, nikafika hadi 38. So hata all the way from nilikuanga nikijifungua I was 65. By the time nimalize dialysis after 6 months, hiyo ya 2019, nilikuanga 45 hapo. So kutoka 2019, 2020, 2021 hapo hivyo nilikuwa karibu 38, 39 there towards 40. So nikaanzanga ile kujideny, juu ni kitu ilikupata ukiwa hujapanga. Lakini you know that okay, chenye nasemanga my husband hakunifanyia, hakunikana, as in hakuwahi nipea stress. Yeye alikuwa tu ule mtu supportive. Nayo out of akona mtoto, a balance job na mtoto, na kuja Kenyatta kuniona. COVID ikahit. Ndio penye alikuwa anafanya job, wakamchuja, wakamfuta job. Na wewe sasa hata kwenye ulikuwa unaenda job yako ulikuwa sasa nilikuwa naenda job. Ujue sasa sijapona. So utarudi job kama hujapona. Nikawa tu napigia my boss, ananiambia Winnie, kwenye utafeel vizuri kabisa, we rudi job. 2020 hapo hivyo nikasikia ni kama niko na kangufu kidogo. Nikamuuliza, na wazarudi job? Bado alikuwa anaitwa Karo kama wewe. Akaniuliza, aje bado uendangi dialysis? Nikamwambia si utakuwa unanipea tu nafasi naenda tu dialysis juu ni 4 hours. Akaniambia kampuni yangu haina insurance ya kukava wagonjwa. So utafanya nini? So utatulia. My husband akawa anatafuta kamjengo. Mjengo akienda, acha nikwambia, shetani akitaka kukuaibisha Karo anatumia all means. My husband angeenda mjengo, wengine waselektiwa waingie mjengo. Unajua mjengo ni kubeba mawe, arudishwe, akuje home. Sasa kama mama, ujue mtoto wangu huyu mkubwa amefikia time ya kwenda shule na hajaenda, ataenda na nini? So tukapambana hivyo. 2021 stress imehand up ikafikia depression, nikapatwa na stroke. Nikarudishwa Kenyatta, nikakaa another 3 months. 3 months. Yeah. Stroke ilikuwa imenigonga ile mbaya mpaka hata ndio nilipotezanga sight ya hii macho moja. Mimi naonanga na hii moja. Hii haioni. Hii hainonangi. Even today. Naonanga na hii moja. Juu hata tukitoka Kenyatta, my husband aliambiwa nipeleke kwa hospitali za macho niangaliwe hii macho juu MRI ilisema juu nilipigwa CT scan ya kichwa waweze kujua ni nini ilikosi stroke. Wakapata ni pressure, ndio ilipanda to extremes ikakose pressure. Juu vile nilipelekwa hospitali hiyo time ya stroke, nilipoteza sight for 2 weeks. Vile sight ilirudi after like 1 week, nikapoteza memory, nikapatwa na mwenda wazimu. Nilikuanga nakimbiza wagonjwa Kenyatta, kwanza nione umevaa vibaya. Yaani wazimu ikanishika ile mbaya. For how long? For like 1 month. Bado nikaendelea kutritiwa. My husband akaambiwa, Winnie, acha tumpike x-ray ya kichwa tuone ni nini mbaya. Imagine Karo, x-ray ikasema my mind iko sawa. CT scan ikasema iko sawa. Finally ndio walisema ili to rule out akili ya Winnie iko sawa. Wacha mpigwe MRI. MRI vile tu ilitoka tu hivi, Karo, God is good. Ilitoka ikisema brain iko intact. What is there? Tuangalie tu macho, sight. Nayo Karo ni kuangalilia sight, kushughulikia macho. Nikasema now that naona na hii moja, si kwenye nitapata tu hela ndio nitashughulikia hii moja. So hujue sasa nimerecover na tumeenda home after sasa hiyo stroke. Tukaendelea bado nikidialyze Kenyatta. Ndio ilifika time nikaambia my husband, juu hata ningemiss sections za Kenyatta juu ya kukosa fare kunifikisha Kenyatta. Tukaendelea hivyo mpaka mimi mwenyewe nikamwambia kuna hospitali nyingine ninasikia iko 45 Githurai imefungua dialysis, wacha niende nikaangalie huko, nikipata ni kuzuri nitahamia huko juu ni karibu, hata ningetemea kutoka hapa kufika 45.
Siku moja tukajitolea, tukaenda tukaangalia, tukapata yenyewe wako na dialysis na tuka request section za NHIF huko. Si ndio sasa nikaanza kanga kudialyze kutoka huko. Sasa nikaachanga na mambo ya Kenyatta. Nikadialyze huko mpaka last year mwezi wa 7. That is 2023 July. Hapo ndio daktari walisema you need a transplant. Daktari walisema Winnie hawezi kukojoa. Na nikawa sasa nimehama St. John's dialysis, nikaenda Pangani niliambililiwa tu na mama wa rafiki yangu, akaniambia huku St. John's si ukuje uone daktari wa figo huku juu tunakuanga na daktari wa figo akuone access. Je, hiyo miaka si mingi Winnie umedialyze na bado miaka yako ni kidogo, figo zako zinafaa kuamka. Yani akawa anani encourage kidini zako zinaweza amka. Kwa sababu gani? Zingekuwa za kuamka ningekuwa nishaanza kukojoa. Bear in mind kutoka 2019 bado sijaweza kukojoa till today mpaka wa leo. So hata nikunywe maji, nikunywe kajuice, nisikie tamaa ya kachai, bado inaenda kutolewa na ile catheter. Siwezi pata haja dogo kama kawaida. Wewe ukunywe maji kama hii utasikia haja ya kwenda kukojoa, but mimi siwezi. So ndio daktari akaniambia aje, Winnie, si tunaweza tafuta permanent solution. Nikamwambia mimi I come from a very poor background na hatuwezi afford maisha ya transplant na maintenance yake afterwards. I normally see people wakifanya transplant na vile inawalemea. So akawa ananiambia aje, si Winnie unasema umeokoka, don't you trust God can make ways? Akaniuliza aje, wa Kenya tuko wangapi? Si we are more than 50 million. Imagine kila mtu Kenya asikie story yako na amue kukusaidia na shilingi tu moja. Imagine watoto wako hivi ni wadogo. Unafaa sasa hivi kuko unafikiria of bright future. Na nikaona yenyewe ana make sense. Mimi kitu sikuwahi fikiria. Ndio unasikianga ni kuona kuishi kwingi mengi. Unaelewa? Until sasa nikaamua sasa Karo, let me buy the idea of the doctor. Akaniambia aje, uko mdogo sana, si wa 33. Imagine the age after 33. Si unaona itakuwa yani unaweza kusaidiwa. Kaniambia just go talk with your family, uone the way forward. Karo. To me hiyo kitu nili digest positively, but nikibea in mind na ile maisha yenye tuko nayo, nilikuwa naona haita make. Na tukaendelea bado na dialysis. Kila tu siku akikuja ananiuliza, Winnie uliamua aje? Nikamwambia bado mimi kwa familia yetu tumezaliwa watatu, sioni kama kuna mtu anaweza nipea figo. Sikuvunjika moyo. Nikaambia my husband si tuende nyumbani kwetu, tuongeleshe mam, nisikie kama mama anaweza kunipea figo. Thank God vile tulienda kwa mama hakukana. Aliniambia mimi bora Winnie nione uko sawa, nione tu umesaidia watoto wako. Juu hata saa hii hawa watoto nikiwarudisha hapa nyumbani watakuwa tu wanalala njaa. Because hizo time zote nimekuwa mgonjwa. Hata bill za hospitali zikiaccumulate. Kama kuna time bill yetu ya Kenyatta ilifika 300,000. NHIF they paid a half, we paid a half. Hiyo time my mom ndio aliuza tu some piece of land hapo kwetu. Akatutumia nikatoka hospitali. So my mama alikuwa na ile woga ya hawa watoto wa Winnie nikiwarudisha hapa nyumbani sitawaweza. So wacha nisimame nimpe figo arudie maisha yake ya kitambo, ajilelee watoto. Karo, mimi wacha nikwambie ile siku yenye mama alitamuka hiyo kitu eti atanipea figo, nilisikia ni kama nimepona. Juu nilianza kuona a bright future. Na nikaanza kujiprofesaia, you devil will not take away my life. I will live to proclaim the goodness of the Lord in the land of the living. Na nikaanzanga kuambia shetani, hautanichukua
wakati wenye watoto wangu wananihitaji. Na nikaanza kuambia Mungu, I know your name is a strong tower where the righteous run and they are safe. Nikaanza kuambia Mungu, mimi nataka nikuwe safe in your hands. Nataka ulete finances, sijui zitatoka wapi. And I know I shall make it. Wacha nikwambie, I met just a friend of mine. Ndio akaniambia aje, unaweza taka historia yako tuipeleke kwa platform watu waisikie, watu wakusaidie. Nikamwambia ni sawa, mimi sina shida. Hautaogopa? Nikamwambia I don't have any problem. Ndio nilipatanga mwaliko wa kwanza Royal Media. That is the first time I met Lulu Hassan. Akanifanyia interview. Kenyans are good, Karo. Hapo ndio niliweza kupata pesa ya test. Tukaenda tukafanya test mimi na mama. Tukapatikana jinsi zangu na yeye na kidini yake inaweza kuwa compatible kwangu akinipea. Tukafanya kila kitu, kila test yote, mpaka hata pap smear ya kanza, kila kitu we did it. Sasa ikawa ni pesa ya kufanya the main surgery ya transplant. Mama atolewe figo yake kwangu, ndio ikawa hakuna. Hiyo 2.4. Na saizo that's what I wanted to ask, how much money is needed for the transplant? Transplant inahitaji 2.4. Hiyo ni udeposit. Tulikuwa hata tushapewa hata bank account to bank hiyo pesa. Na tukisha bank sasa ni wao wataprogram ni lini watatuita juu kila kitu iko ready. Juu walikuwa wanatuambia the more tutakawia na tushafanya test na tuko prone na infections, itabidi tumezirudia tena. Na hizo test ni expensive. Juu tumespend 450 so far 450,000 kwa hizo test. So ndio nilikuwa tu mimi nasema aje ikapatikana tu hiyo pesa 2.4. Hiyo ni ya surgery. Then after that kuna zile zinaitangwa kidney suppressors za kudanganyilia ile figo ni yako jusi yako. Hiyo maintenance ya hiyo kidney after umewekwa inakuanga 50,000 per month. Na vile unaendelea hivi tuseme like after 2 to 3 years inakuwa compatible hiyo dawa ya pesa ya dawa inaenda tu ikipungua. So Winnie, hapa ndio saa tunahitaji kuongea na mwenye anatutazama. Nigetha mundu ndindujirie no igwa gikuyu ne kwaria tangeria nigetha mundu wina kindu giake na mundu guteithio ni Ngai na any well wisher, any organization, any company, mundu wothe wina uhoti wa guteithiriria Winnie, I plead on her behalf nigetha ahota kuona uteithio uyu, ahota guthie thibitari nigetha eco transplant yo. Ririkana twira ni nyina watu anatwire na like any other mother no ende gukorwo ho kuona ciana ici ciake igikura. On her behalf to no agucoka eyarie, please, she's going to share her number nigetha tukorwo tukimuteithiriria. Kana you have a you gonna pay bill? Good. Okay. Now it's your chance, warie now. Okay. Mimi wacha niseme hivi. Maandiko inatuambia the hand that gives it's more blessed than the one that receives. Mimi najua huenda igawa sijulikani kwa wengi, lakini kupitia kwa Karo najua nitaweza kusaidika. Yeyote tu anasikia tu story yangu, ananitazama, juu hata nimekuwa kwa social media kwa wakati. Naomba tu mnisaidie niweze kupata tu hiyo pesa, na najua Mungu atawabariki. Kwa maana gani? Hakuna mtu huita mabaya ya kuja kwake, ama hakuna mtu huita ugonjwa ikuje kwake, ama mimi kama binadamu singewahi kutarajia ati utabeba ujauzito na hiyo ujauzito ikuje kukuletea madhara kwa maisha yako. Juu ningejua kusema ukweli huyu mtoto ataniletea hiyo shida, ungedua away with it kitambo. Lakini tunaambiwa aje, all works well for those who love God. Mimi najua kupitia kwenyu nitarudisha maisha ya kitambo, nitalea watoto wangu. Na mimi nakuanga na mwito mmoja. Juu mimi nimekuwa kwa hii sekta ya ugonjwa wa kidney for a while. 5 years si kidogo. Mimi nakuanga na wish moja. Nikuwe a shoulder to be leaned on by na wengi. Juu sasa hivi mimi naonanga
hata nikiinulia hata mtu simu tu anisaidie, mtu anakuambia, yani anakupea tu fake promises, nitakusaidia. Mimi naomba tu hivi, mimi siku yenye nitapona, Mungu anisaidie tu nikuwe na organization yenye wagonjwa wa figo wakikuja kwangu, hata kama watasaidika na kitu ingine, watasaidika na madawa. Kitu ya pili, watasaidika kwa sababu ya nini? Karawacha nikwambie, mgonjwa wa figo, chakula chochote kile kisipopikwa vizuri ni sumu kwa huyo mgonjwa. Na wakati mwingine sisi wagonjwa wa kidney tunakuanga rejected by family members because we are hectic. Mara pressure imepanda. Juu fuatilia, utapata 99% ya wagonjwa wote imeoriginate na pressure. Na mimi ni kitu sikuzaliwa nayo. Mimi sikuzaliwa na pressure. Pressure ilinipata 2019 tu, immediately vile kidney yangu ilishut. Hapo ndipo nilikuwa diagnosed na excess hypertension. Kwanza hypertension mbaya sana. So Kenyans, I plead on you. I know you are able to help. I know you are able even to kurudisha maisha yangu ya kitambo. Kwa sababu gani? Hakuna mtu anajiweza. Kidole moja iwezi ikaua chawa. Leo ni mimi, kesho ni kwa mwingine, na tuombi magonjwa ya kuje. Hata naweza wish kila mtu akue tu sawa. Ikuwe kama ni kusaidiwa, unasaidiwa tu kia biashara uinuke. And I thank God. Kuna hata watu naweza taka tu wasikie tu nimewa appreciate. Kuna mama alinisaidia sana, akanichukulia watoto wangu akaingia Roysambu Primary. Madam Nelias Njoroge, Mungu ambariki, ni principal wa Roysambu Primary. Alinichukulia watoto wangu wakati watoto wangu hawakuwa wanasoma, tumekaa tu nao kwa nyumba. Unajua, nilienda kama mama nikamwelezea condition yangu, hakukataa watoto wangu. Akawaingiza, hata hawakuwa na uniform, akawanunulia uniform. Najua Karawacha nikwambie, if at all you can't appreciate the little thing, even the bigger one you will not be able to appreciate it. Au ni wale watu siwezi kuwasahau. Kuna watu wamekuwa wananisaidia na chakula, wananisaidia na mavazi, watoto wangu wanavaa ni kama watoto matajiri. May God bless them. I have nothing to pay back. But I know the prayers I pray, there is God in heaven. Kuna Mungu mbinguni ujibu maombi. Be blessed all. Wenda igawa mnashanga, mimi siliangi eti juu niko na shida. I cry because I have seen the hand of God upon me. Saizi Mungu amerudisha health yangu, hata kama siko joy, najivunia I'm good now. Nimerudisha kamwili. Hata nikifanya dialysis huwa si faint. Nikifanya dialysis ni faint na nikose kuamuka like one day hivi, but saizi hata nikifanya dialysis huwa tunajirudisha nyumbani. Yote tu atabarikiwa tu na Mungu, anisaidie, anishike mkono niweze kupigana na hili janga. Nisipigane peke yangu. Najua watu wako hapo nje wako willing kusaidia, so naomba tu mnishikilie kwa hili. Na niko na paybill number ni 8054879 8054879, na pia niko na namba ya simu 0715522662 0715522616. Anything, any amount you have, it will help me. Anything you have, just feel free. Na mbarikiwe sana. Asante sana Winnie. We wish you all the best kutoka huku kwa Kirathi. Bado tutakuja kufanya follow up so that we know how far umeenda na hii kutafuta support. But we pray to God that tutapata watu ambao watatembea hii safari na wewe. Najua umeniambia siku imekaribia yenye ambao hospitali imebook. So we pray and hope that all is going to be well. All the best. Thank you. Salimia watoto. Nitawasalimia. Na your husband mwambie sisi tumeshukuru, umesema alikushikilia sana. So thank you so much Winnie. Thank you. Be blessed. Thank you too. Okay. How do hoto kuhingira show ya umuthi? Otogo gwikiri hoya hau mbere ni ati umuthi tura interview muiritu ogwitwo Winnie, kana tumite mutumia tonye nyina wa ciana igiri, ni akorwo aneana appeal yake. Kindly please, angiko wina kindu
kindu tukingiteithia kumukwamura ni tugukorwo tugithii haraya muno. Wona weka uguo na Ngai arokurathima riria uraruta kiria winakio nigetha ukorwo giteithiriria mundu ungi muturiro wake uhote kurugama na hote gucokereria muturiro wake wa hau kabere. God bless you so much. Ino ni tabarira This Is Me thiini wa kirathi gia Karo Kinyugo MWAURA. Ni njitagwo Karo Kinyugo MWAURA.